Jumatano ambayo imempendeza Mungu tena katika kusudi lake siku ya leo tukajengane kwa neno hili. Haleluya. Kama naandika mtumishi wa Bwana, andika kichwa cha somo kinasema tambua aina kuu tatu za vita baada ya kuokoka. Baada ya kumeokoka kuna aina kuu tatu za vita ambazo lazima mtumishi wa Mungu ukutane nazo hizo vita. Na hizo vita tatu ukishinda lazima uingie katika uzima wa milele. Usiposhinda hizo vita tatu lazima uingie katika uingie katika kuzimu ambayo ni ya giza na kupotea huko. Kwa mtumishi wa Mungu ambaye umeokoka siku ya leo tukajengane kwa hiyo hoja ya aina kuu tatu za vita ambazo zinamkabili mtu ambaye ameokoka. Yaani mtu ambaye amepewa sala ya toba na kuingia katika wokovu lazima aanze kushughulika na vita kuu tatu. Iko mbele yako na unapaswa hiyo vita kuishinda. Watu wengi wanapookoka huwa wanapitia hizo vita tatu ambazo leo tumempendeza Mungu tukajifunze. Kama unaandika, andika kitabu cha Yoshua sura ya 1 mstari wa 7 hadi wa 8, Mathayo sura ya 5 mstari wa 10 hadi 12, na Warumi sura ya 16 mstari wa 17 hadi wa 18. Vita ya kwanza inasema ni vita ya uso kwa uso. Vita hii maadui huonekana waziwazi. Kazi yao kubwa ni kukusema kwa maneno mabaya tena ya uongo ya kukuvunja moyo ili urudi nyuma, uache wokovu. Aina ya kwanza ya vita unapookoka ni aina ya vita ya uso kwa uso, ambao maadui unakutana nao, unawaona uso kwa uso. Wale maadui uliokuwa kunywa naye pombe, uliokuwa unafanya nao uzinzi, utakutana nao, ambao wao wanaanza kukusema kwa maneno mabaya ya kukufanya wewe umwache Yesu, urudi nyuma, ya kwamba wewe unajifanya umeokoka, wewe unajifanya sasa hivi wewe ndio unamlokole, unajifanya sasa hivi wewe hata mademu umeacha, hata wanawake umeacha, hata pombe umeacha, hata kubeti umeacha. Tutaona wewe, tunakupa wiki 2, tunakupa mwaka mmoja, tunakupa miezi 3. Wanaanza kukusema ili uweze kurudi nyuma. Kama ni rafiki yako ulikuwa unakunywa nao, naye anakuambia sasa twende bwana, kama una pesa twende tukatoe loki bwana, hata kama unaela changamka bwana, hela ninayo ya kukunywesha leo. Hawa ni maadui ambao wanakutafuta ili uache kusudi la Mungu, uwaelekee wao. Ni maadui ambao unakutana nao uso kwa uso. Haleluya. Amen. Silaha ya kuwashinda maadui, Bwana anasema silaha ya kuwashinda hao maadui ni kusimama na imani, wala usirudi nyuma. Maana kazi ya hao maadui ni kukurudisha nyuma, uendelee kumtumikia shetani. Kitabu cha Yoshua 1 mstari wa 7 hadi wa 8 nitasoma. Anasema uwe hodari tu na ushujaa mwingi, uangalie kutenda sawasawa na sheria yote aliyokuamuru Musa mtumishi wangu. Usiache kwenda mkono wa kuume au mkono wa kushoto, upate kufanikiwa sana kila uendako. Kitabu hiki cha Torati kisiondoke kinywani mwako, bali uyatafakari maneno yake mchana na usiku, uangalie kutenda sawasawa na maneno yote yaliyoandikwa humo, maana ndipo utakapofanikisha njia yako, kisha ndipo utakapostawi sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Anasema uwe na moyo wa ushujaa, uwe hodari, uangalie, usiangalie kushoto wala kulia,
Wanapokuja maadui wa kukurudisha nyuma, anasema uwe hodari tu na moyo wa ushujaa. Angalia sana utakaposoma maneno ya Mungu na kusimama na imani ya Kristo, utakapostawi sana, ndipo utakapostawi na kufanikiwa katika mambo yako yote ya ndoa, katika mambo ya biashara, katika mambo ya ndoa yako, katika mambo ya kilimo, katika mambo ya kila unachokitafuta, ndipo utakapofanikiwa sana na kustawi sana. Amen. Haleluya. Amen. Anasema uwe na moyo wa ushujaa. Unapokutana na watu wanaokuvunja moyo, unapokutana na watu wasema turudi nyuma, kurudisha nyuma, ndipo utakapokumbuka Biblia inasemaje. Utasimama na neno ya kwamba Mungu amesema nikimwamini Yesu niko ndani ya uzima. Kama ni baraka nitabarikiwa, kama ni kuinuliwa nitainuliwa. Haleluya. Amen. Waambie hao maadui ya kwamba mimi nimesimama katika Bwana, wala siwezi kurudi nyuma. Maana tazama ya kale yamepita, sasa ni mapya. Nilikuwa mlevi, sasa sio mlevi tena. Nilikuwa kahaba, sio kahaba tena. Kwa lazima tangazi habari njema za ufalme wa mbinguni. Kawaambie mimi na ulevi nimekwisha kutupa ulevi. Maana walevi wote na wazinzi wote sehemu yao ni katika ziwa la moto. Waambie mimi siwezi kuwa mlevi tena. Mimi siwezi kuwa mwongo tena. Mimi siwezi kuwa mzinzi tena, maana naogopa hukumu ya Bwana. Nawaambia na marafiki zangu, naombeni muokoke. Washuhudie hivyo. Amina. Haleluya. Amen. Kwa hiyo Musa alimtia mtumishi wa Mungu moyo ya kwamba uwe na moyo wa ushujaa, maana wewe ndiye utakayewalisisha watu nchi hii akupayo Bwana Mungu wako. Wewe uliokoka ndio utakaofanya watu ambao hawajaokoka wapate kuokolewa kwa kuhubiria Injili na kuwashuhudia. Maana Mungu amekuchagua wewe peke yako uweze kuwalisisha walevi ufalme, uweze kuwalisisha makahaba, waache kwenda Westgate na kwenye magesti wahubirie Injili, waje kwa Yesu. Maana wewe peke yako umechaguliwa kwa ajili ya kuwatoa watu kwenye dhambi na kuwaleta kwa Yesu. Wewe peke yako. Sasa watu wamekaa hawahubiri Injili, wanakaa tu. Anasema vita hiyo, namna ya kushinda maadui wanaokuchia uso kwa uso ni kusimama na imani. Uwe hodari na moyo wa ushujaa, uangalie kutenda sawa sawa na neno la Bwana. Kitabu hiki cha Torati kisitoke kinywani, bali maneno ya Mungu kila siku uyatafakari mchana na usiku. Uangalie kutenda sawa sawa na Bwana anavyokushuhudia moyoni. Haleluya. Hiyo ni aina ya kwanza ya vita. Kwa hiyo ama adui wamezagaa. Anaweza kama ni mke wako, unarudi nyumbani, baba mimi nimempokea Yesu. Anakuambia yasema wewe na lini ukawa mtumishi wa Bwana. Akaanza kukusalau ya kwamba wewe ni muongo, wewe hujaokoka. Anakuletea na pombe, anakuletea na sigara, anakuletea vitu vingine, lengo lake kukurudisha nyuma. Bwana anasema uwe na moyo wa ushujaa, uwe hodari tu na moyo wa ushujaa. Bwana atakushindia katika hiyo vita. Amina. Haleluya. Amen. Wewe leo unapookoka unatangaza vita. Wale mliokuwa mnalewa nao wataanza kutafuta kurudisha nyuma. Wale mabinti uliokuwa nao makahaba wenzako wataanza kukutafuta wewe kijana. Leo umejifanya umeniacha, leo twende huku, hata kama una pesa twende. Watakuja mbele yako ili kukuvuta kurudisha nyuma. Lengo lao ni ya kwamba upotee nao, lakini kimpata Yesu ujifiche kwa Yesu. Bwana sema uwe hodari, usimame, uangalie kutenda sawa sawa na neno la Bwana. Sio sawa sawa na watu wanavyokuambia. Angalia Yesu kwenye Biblia anasema nini kwako. Usiangalie watu, wala usiangalie dini. Wewe umesaliti dini ya mababu zetu. Mama yako anasali hapa, baba yako anasali hapa. Kwa hiyo wewe umejifanya wewe ni mlokole. Utakutana hiyo vita, lakini Bwana sema uwe hodari
na moyo wa ushujaa. Angalia kutenda sawasawa na Bwana anavyoagiza katika neno lake.